Hamza. Hamza. Kaka. Dulo. Naam chief. Dulo. Ni kitu gani kilichotokea hapa? Mbona kama sielewi? Hata mimi sifahamu chochote chief. Kaka mimi mwenyewe sielewi kitu chochote kilichotokea hapa. Lakini hapa kwangu niliwaona Beni na Mkandala. Nalikumbuka hilo. Chifu, ulihifadhi uchawi ndani? Hapana. Niligundua hili. Ipo siku kuna watu watakuja kuchukua huu uchawi. Nilichoamua ni kuuhamisha. Basi walifuata uchawi, walitaka wauchukue. Chifu, kuna tatizo? Dulo. Naam. Nasikia kizunguzungu. Ambeni niingize ndani. Shika tuingize chifu. Chifu. Shika mama. Salamu, peleka huko kwa mizimu. Mama, usiwe na hasira, mimi ni mwanao. Hivi, umenifanya kuwa mtoto mdogo eh? Mama, mimi siwezi kuwa mchawi. Kama ni hivyo, usiniite mama yako tena. Na siku nikifa, usije nizika. Wewe ni mama yangu na utabaki kuwa mama yangu. Kama ni hivyo, kwani unataka kuwa mchawi? Mama, wewe una roho mbaya. Na hapa kwako mimi nitaondoka. Weje mima we, nitakupiga makofi. Ingia ndani. Sitaki. Weje mima we. Weje mima. Wewe. Utarudi. Kwani jambo gani limempata huyu? Kwani alienda wapi? Sijui, nijaribu kumpepea tuone kama ataamka. Kaka, unajisikiaje sasa hivi? Acha tu. Nasikia kizunguzungu lakini nitakuwa sawa. Pole sana jirani yangu kwa leo kukuta. Unafikiri nakumbuka chochote kilichotokea? Kwani ni jambo gani lilikupata hasa? Sikumbuki tukio. Ila ninachokumbuka tulipanga mpango na Mkandala. Mpango? Mpango gani huo? Igwe. Ziku. Naam. Jana uliondoka na Magwaya. Nini kilitokea nyumbani kwake? Walikuja kuiba uchawi yule mweusi. Uchawi mbona ni wa muda mrefu sana kwenye hiki kijiji? Ni nani huyo? Ni Mkandala na yule kijana mgeni. Kijana gani? Au ni yule kijana leo tusumbua siku ile? Hapana, huyo kijana anaitwa Beni. Huu uchawi ni wa muda mrefu sana kwenye hiki kijiji. Na Magwaya alianza kumiliki takriban miaka 7 sasa. Cha kustajabisha hakuna aliyeweza kuchukua. Ilikuwaje? Cha kushangaza kabisa hakuna anayekumbuka chochote. Na alfajiri nijikuta niko mtoni. Unakumbuka hadithi za mababu zetu? Walituambia kwamba kila mwaka kwenye kijiji chetu huwa kuna jini anatokea na anakuja kwa mfumo wa binadamu. Subiri tuone, maana maajabu hayaishi kila kukicha. Nadhani hilo ndio linatimia. Tuendelee kulinda kijiji chetu. Lakini tufuate kilichotuleta. Tuendelee na ulinzi. Tulipanga mpango wa kwenda kuchukua uchawi kwa Magwaya. Uchawi? Ndiyo. Tena uchawi mweusi. Vipi sasa? Mmefanikisha kuchukua? Sikumbuki chochote kilichoendelea. Lakini Beni, kwa nini unataka kuhatarisha maisha yako? Ndiyo, ni hatari kwako. Naongeza kupoteza maisha. Ni kweli. Lakini nimejitolea kuishi kijiji. Watu wanateseka sana. Ndiyo, lakini ilipaswa kwanza ujiangalie wewe, maana una uwezo hata kupambana na Magwaya. Ni sawa. Lakini haufahamu kwa nini nipo kwenye hiki kijiji. Kwani dhumuni lako ni lipi hasa? Maana wewe ni mgeni katika hiki kijiji na hauna ndugu yoyote. Ni kama mkimbizi tu. Ipo siku nitafanikiwa. Na nikamilisha jambo langu. Nitawateni niwaeleze nyinyi nyote
ila kwa sasa naomba nimepeleke ndani kapumzike. Sawa. Odi wenyewe. We kichaa. Umefuata nini kwangu? Mama, hata salamu basi kwanza. Usitake kunipata kichwani. Salamu peleka huko kwa mizimu. Lakini wewe ni kama mama yangu. Mwanangu yupi? Nina mtoto mmoja tu ambaye ni Jemiwa. Sina mtoto mwingine. Mama, naomba kuonana na kaka yangu basi japo kidogo. Kakako yupi? Yule mfu? Mfu? Una maana gani kusema hivyo? Ni miaka 7 sasa tangu uondoke kwenye kijiji. Kakako ameshakufa. Kaka tofu. Naomba nitolee uchulo hapa. Usitaka kunielezea watu. Mama, mimi ni mgeni kwenye hiki kijiji. Naomba unihifadhi japo kidogo. Nitaenda wapi mimi? Koma we. Wakati unakuja kwenye hiki, ulifikiri utakuja kukaa hapa kwangu? Lakini sina mtu mwingine wa kunisaidia mama. Usitaki nitumie uchawi wangu vibaya. Uchawi tena mama? Nadhani unijui vizuri. Lakini utabaki kuwa kama mama. Na mimi nitabaki kuwa sio mama yako. Toka hapa. Watoto wengine uchulo tu. Hakuna mtu anaweza kufanya hivi zaidi yako wewe Hamza. Umenijuaje wewe mwanamke? Mimi hata napiga kwa moyo na yafahamu. Leo hii mimi na wewe tungekuwa ni mke na mume sasa. Lakini kakako Magoya ana shida gani kwani? Ana mipango yake yule. Mimi mwenyewe na mipango yangu. Hamza, hakuna jambo nilikuwa nalifikiria kwa muda mrefu kama hili. Jambo gani? Si tutoroke au? Hapana mimi. Mimi na wewe inabidi tuachane. Amina, kakako amekuta kwenye kijito cha maji. Nini? Kakako amekuta kwenye kijito cha maji, twende. Shida nini tena? Hata sijui nimefikaje hapa. Pole sana shemeji. Asante, naomba kwanza mniamshe. Beni atakuwa wapi? Beni atakuwa nyumbani kwake. Atakuwa mzima kweli? Kwa nini unazungumza hivi? Kuna jambo tulipanga kwenda kulifanya kwa Magwaya. Jambo gani? Naomba kwanza mnipeleke kwa Beni. Kaka, natumaini uko sawa. Nilikuwa nawaza sana kuhusu hali yako.
Nilishikwa na kizunguzungu lakini sasa hivi niko sawa kabisa. Da, nimefurahi sana kusikia hivyo. Nimefurahi kuona kama uko sawa Mkandala. Poleni sana. Asante sana. Kwani ni kitu gani kilichowapata nyinyi? Kwani jamaa kwepo? Nashangaa kusikia nauliza hili swala. Jana nilikuwepo sasa, lakini sikumbuki kitu chochote kilichotokea baada ya Magoya kufika. Beni, hii ni nini? Hakuna anayekumbuka chochote kuhusu jana. Kwani Magoya naye kumbuki chochote? Hakumbuki chochote, na leo tumejikuta tuko nje ya nyumba. Mimi mwenyewe nimejikuta pembeni ya kijito cha maji. Nimejikuta niko nyumbani kwangu. Tena nje na sijui nani kanileta. Lakini kaka, unajua kabisa ucho wako ni mdogo, unataka kupambana na Magoya. Nyamaza, usinifundishe kazi wewe. Na ndio maana umekuta pembeni ya maji kama kenge. Wewe nitakupiga wewe, nitakupiga. Mzee, ndio maana umeshindwa kuolewa, unang'ang'ania nyumbani kama kwako. Na kwa taarifa yako ndio hakuna. Hamza, vipi tena? Nimeona ni bora niachane na wewe mwanamke nisije nikagombana na kaka yangu. Wewe mtoto mshenzi kweli wewe. Shemeji, nakuheshimu sana, usitaki tufikie huko. Alafu nilijua una akili, kumbe huna akili. Kakako anakutumia kama msukule. Unasemaje wewe? Hamza pasua huyo. Nyinyi binadamu mna shida gani? Huyu nani? Mbona mnapiga kelele kwenye nyumba yangu? Beni. Unaishi na mrembo ndani na usemi? Kaka, naomba usinishirikishe hii dhambi. Msimu kanaribia siku. Na msini kama anashinda kuharibia nyinyi siku wote hapa. Kabula, tunaomba tusamee. Ili kosa ni langu. Nadhani hautakusumbua tena. Na mkiendelea kupiga kelele, mtaondoka bila kupenda. Sidhani kama nakuogopa. Na wewe ndio maana mwanamke amekushinda mtoto mchenzi kweli. Halili, naam kaka. Kuna mtu nimekutana naye. Anaonekana kama ni mgeni hivi. Nani? Ni yule Beni? Hapana, sio Beni. Yaani ni kijana fulani hivi. Alika letu tu. Bwana, sasa hivi wageni ni wengi sana. Yaani mimi mwenyewe abili nashindwa kuelewa sio ni kwa sababu gani hicho kitu kinatokea kwenye kijiji chetu. Yule? Ndio yule? Ndio yule? Tulia kwanza, tulia. Mimi namfuata pale. Naenda kuzungumza naye. Nakukuta hapa hapa. Nakukuta. Kaka. Samahani. Naam. Bila samahani kaka. Ni mara ya pili nakuona. Vipi, kuna mtu unamtafuta? Ndiyo, kuna mtu nilikuwa namtafuta, lakini kwa bahati mbaya nimeambiwa ameshafariki. Aisee, pole sana. Asante sana ndugu yangu. Vipi, tunaweza tukaenda tukakaa pale chini tuweze kuzungumza, labda pengine naweza tukakusaidia. Hakuna shida, nahitaji msaada pia. Basi twende. Sawa. Noa. Naam kaka. Mimi nataka nikuulize swali. Huyo mtu ambaye wewe ulikuwa unamtafuta, jina lake alikuwa anaitwa nani? Kaka yangu alikuwa anaitwa Tofu. Jina lake Jemima? Ndiyo, hata Jemima ni ndugu yangu pia. Sasa kama Jemima ni ndugu yako, kwa nini usiende nyumbani kwao? Nilienda, lakini mama yake Jemima alinifukuza. Lakini unajua Noa, kiukweli kifo cha Tofu hapa kijijini kilizua gumzo sana. Kivipi? Sijakupata bado. Abili, mwelekezi. Nasemekana Magoya alimuua. Magoya? Kwani Magoya ni nani huyo? Magoya ni mtu mbaya sana hapa kijijini. Na ni kwa sababu gani amuue kaka yangu? Wale uchawi wao unahitaji kafara, ndio maana walimuua. Sasa wanakijiji mlikuwa wapi mpaka mtu anauawa aliyokuwa mnafahamu kabisa mtu aliyefanya hivyo? Mlishindwa kufanya chochote ndugu eti Kaini, mlishindwa kufanya chochote kumsaidia. Fanya ulishindwaje kumtetea kaka yangu? Noa, wewe ni mgeni kwenye hichi kijiji. Tulia. Utaona kinachoendelea. Usio una haraka. Tulia.
si kwake. Leo lazima tutamuonyesha. Magoya toka nje. Magoya toka nje. Magoya toka nje. Toka mundani. Toka nje. Unataka vita na sisi? Kaa kimya wewe. Nakutafuta sana. Haunitishi kwa lolote. Magoya, mvua inanyesha kwako tu. Unafikiri sisi tunaishi vipi katika kijiji hichi? Ndio. Nimependa. Hakuna mtu yeyote wa kunifanya chochote. Wewe. Naomba tusifike mbali na ucha wako mweusi. Anajiamini huyu. Salamu peleka kwa mizimu. Lakini mimi ni kama mama yako. Ziku. Naam. Jana uliondoka na Magwaya. Nini kilitokea nyumbani kwake? Walikuja kuiba uchawi yule wa kichawi. We. Ni nani huyu? Ilikuwaje? Ilikuwaje nini? Ninaendelea na maneno marefu. Sasa. Asante. Nielekeze hapo, niletee face to face. Mwanangu leo ilikuwa ni kazi. Mbona kama maajabu ya Msaya. Tuweze tu. Stranger, mimi niangalie kamera. Usiangalie kamera, usiangalie. Simuoni sasa mwasi. Wewe angalia hata huyu Samu. Sasa nikiangalia hivi sinaangalia pembeni. Simu kabadilishana kwa sababu Mwasiti alikuwa point. Mwasiti kasimama huku. Inabidi unyooshe hapo. Mwasiti simama hapo. Msimu kanaribia siku. Na sasa kama cut. Twende standby hiyo line. Msimu kanaribia siku. Na sasa kama nyinyi wenyewe cut. Walichelewa sana lake. Nitakupiga mtoto mshenzi wewe. Ndio maana umekaa ndio maana huolewi kaa unakangara kungania nyumbani kwetu. Huyu nani? Kwenye mshangao.